Habarini za wakati huu tena, ndugu wazazi, walezi, wanafunzi na walimu wenzangu. Karibuni na kwenye channel yetu hii ya darasa huru la hisabati, na tunaendelea na umahiri wetu wa namba nzima, na bado tuko kwenye kuangalia matumizi ya abakasi. Sasa leo, katika kipindi cha leo, tutajifunza namna ya kuandika thamani ya tarakimu kwa kutumia abakasi. Mfano, nasema andika thamani ya tarakimu iliyowekewa herufi y katika abakasi. Andika thamani ya tarakimu iliyowekewa herufi y katika abakasi. Kwa hiyo jambo la kufanya hapo, cha kwanza ni kubaini muhimili ambao una ile herufi y. Ukisha baini muhimili wenye herufi y, utahesabu vihesabio vilivyowekwa katika ile herufi y. Ukishapata ile vihesabio, kwa mfano vihesabio ni viwili, basi unaandika 2, alafu unaangalia upande wa kulia kuna mihimili mingapi imebakia. Kama kuna muhimili mmoja, utaongeza 0.1 ibaki. Kama kuna mihimili miwili, utaongeza 0.2. Kama kuna mihimili mitatu, utaongeza 0.3 na kadhalika. Mfano kipengele chini. Andika thamani ya tarakimu iliyowekewa herufi y. Wewe kama ukiangalia herufi y ipo katika muhimili huu. Kwa hiyo unachofanya baada ya hatua ya kwanza kubaini ile herufi katika muhimili gani, hatua inayofuata ni kuhesabu idadi ya vihesabio katika muhimili husika. Mfano kuna vihesabio 1, 2, 3, 4, basi utaandika 4. Baada ya hapo unahesabu mihimili iliyobakia upande wa kulia. Kuna muhimili wa kwanza, muhimili wa pili. Maana tunaongeza 0.1, 2. Hapa tayari unakuwa umeshaandika thamani yako. Ama kipengele B, andika thamani ya tarakimu iliyowekewa herufi y. Wewe unakuja katika abakasi yako, hatua ya kwanza tumesema ni kubaini muhimili gani umewekewa herufi y. Muhimili uliowekewa herufi y hapa ni huu. Ukisha ubaini, unahesabu idadi ya vihesabio vilivyopo katika muhimili huo. Hapa tukiangalia hakuna kihesabio chochote, hakuna kitu. Katika zile tarakimu 10 tulizojifunza, tulisema tarakimu 0 ni tarakimu ambayo inawakilisha kutokuwepo na kitu chochote. Kwa hiyo kwa kuwa hakuna kitu, maana tarakimu inayowakilisha hapa ni 0. Sasa katika kuandika thamani ya 0, tulisema 0 inasimama peke yake. Usije kuweka 0.2, 0.3, 0.4 kwa sababu 0 zikiwa hata 100 bado zinabakia kuwa 0. Kwa hiyo kama ni 0 unaandika kitu hivi, tayari unakuwa umeshaandika thamani yake. Ama mfano kipengele C inasema andika thamani ya tarakimu iliyowekewa herufi y. Andika thamani ya tarakimu iliyowekewa herufi y. Hatua ya kwanza wewe ni kuiona hiyo tarakimu ambayo ina herufi y. Ukija katika hili muhimili uliowekewa herufi y ni muhimili huu. Herufi tumeiona. Baada ya hapo hesabu idadi ya vihesabio vilivyo katika muhimili huo. Hapa kuna vihesabio viwili. Kwa kuwa kuna vihesabio viwili, basi leo unaweka hapa chini 2. Baada ya hapo unahesabu mihimili iliyoko upande wa nyuma. Unahesabu muhimili wa kwanza, muhimili wa pili, muhimili wa tatu. Maana unaweka 0.1, 2, 3. Yaani unaweka 0 kulingana na idadi ya mihimili iliyopo. Kipengele B. Katika kipengele B hapa anasema andika thamani ya tarakimu iliyowekewa herufi y. Kama katika kipengele vilivyotangulia, tumesema hatua ya kwanza ni kuiona kwanza herufi y iko wapi. Herufi y tunaiona hapa, ipo katika muhimili huu. Baada ya hapo ni kuhesabu idadi ya vihesabio vinavyopatikana katika muhimili husika. Ukihesabu vihesabio hapo, unaona vihesabio 1, 2, 3, 4, maana utaandika 4. Alafu unaangalia kulia kwa muhimili huo y. Kuna mihimili mingine mingapi? Ukiangalia hapa utabakia muhimili mmoja. Maana yake unaongeza 0.1. Hapo tayari umeshaandika thamani yake. Mfano unaofuatia unasema katika kila abakasi andika thamani ya tarakimu iliyo katika nafasi ya thamani iliyotajwa. Katika kila abakasi andika thamani ya tarakimu iliyo katika nafasi ya thamani iliyotajwa. Swali la msingi hapa ni kwamba katika kila abakasi andika nini? Thamani ya tarakimu. Andika nini? Thamani ya tarakimu. Kwa hiyo kichwani mwanafunzi unatakiwa ujue kuandika hapo ni thamani ya tarakimu. Sasa kabla ya kuandika thamani ya tarakimu, unajiuliza sasa ni tarakimu gani hiyo iliyo katika nafasi ya thamani iliyotajwa?
Kwa mfano, nafasi ya thamani iliyotajwa hapa ni kipengele A ni maelfu. Kwa hiyo niandike thamani ya tarakimu iliyo katika nafasi ya thamani ya maelfu. Kwa hiyo hatua ya kwanza utapaswa kuijua kwanza ni tarakimu gani ipo katika nafasi ya thamani ya maelfu. Ukishajua tarakimu utaiandika. Ukishaiandika sasa ndio utakuja kuiandika thamani yake. Mfano, andika thamani ya tarakimu iliyo katika nafasi ya thamani ya maelfu. Kwa hiyo utahesabu mihimili yako kuanzia mkono wa kulia kwenda mkono wa kushoto mpaka utakapofikia tarakimu iliyo katika nafasi ya thamani ya maelfu. Yaani utasema mamoja, makumi, mamia, maelfu. Maana maelfu ni hapa. Sasa huu mhimili unaoshika huo maelfu, unaangalia una tarakimu ngapi? Kujua una tarakimu ngapi, maana yake ni unahesabu idadi ya vihesabio vilivyokuwa hapo. Utahesabu 1, 2, 3. Utaandika 3. Baada hapo utaangalia upande wako wa kulia kuna mihimili mingine mingapi. Utahesabu ni 1, 2, 3. Kwa hiyo utaweka 0, 1, 2, 3. Hapo umeshaandika thamani. Ama katika kipengele B swali hilo hilo, katika kila makasi andika thamani, andika nini? Thamani. Kwa hiyo unachopaswa kuandika ni thamani. Thamani ya nini sasa? Ya tarakimu iliyo katika nafasi ya thamani ya mamia. Kwa hiyo kuna tarakimu ipo katika nafasi ya thamani ya mamia. Hiyo tarakimu sasa ndio unatakiwa uiandikie thamani yake. Kwa hiyo cha kwanza ni kujua ni tarakimu ipi hiyo ipo katika nafasi ya thamani ya mamia. Utahesabu mihimili yako kutoka mkono wa kulia kwenda kushoto mpaka utakapofikia mhimili ulio katika nafasi ya thamani ya mamia. Yaani utaanza mamoja, makumi, mamia ni hapo. Ukisha ufikia ule mhimili ulio katika nafasi ya thamani ya mamia, unaangalia mhimili huu una vihesabio vingapi? Mhimili wangu hapo una kihesabio kimoja. Kwa hiyo nitaweka moja. Baada ya hapo nitaangalia mihimili ya nyuma. Kuna mihimili mingapi? Upande wa kulia kuna mhimili wa kwanza, wa pili, mpaka nitaweka 0, 1, 2. Kwa kufanya hivi nitakuwa nimeandika thamani ya tarakimu iliyo katika nafasi ya thamani ya mamia. Ama kipengele kinachofuata anasema katika kila makasi andika thamani ya tarakimu iliyo katika nafasi ya thamani iliyotajwa. Nafasi ya thamani iliyotajwa hapa ni makumi. Rudi kwenye swali langu la msingi. Niandike nini? Thamani. Thamani ya nini? Kumbe unachoweza kuandika jibu lako ndio thamani. Sasa ni thamani ya nini? Ya tarakimu iliyo katika nafasi ya thamani ya makumi. Sasa unauliza, ni tarakimu gani ipo katika nafasi ya thamani ya makumi? Kwa hiyo utahesabu mihimili yako kutokea mkono wa kulia kwenda ulipo mkono wa kushoto. Yaani utasema mamoja, makumi, hapa. Ukisha ufikia huo mhimili, sasa utahesabu huo mhimili una vihesabio vingapi? Utahesabu 1, 2, 3, 4. Utaandika 4. Alafu utaushika ile mhimili wako. Unaangalia upande wako wa kulia. Upande wako wa kulia, je, kuna mihimili mingine mingapi? Utakumbuka una mhimili mmoja. Kama kuna mhimili mmoja, maana utaongeza 0, 1 hapa. Baada ya hapo kuna swali la mwisho ambalo anasema katika kila abakasi andika thamani ya tarakimu iliyo katika nafasi ya thamani iliyotajwa. Nafasi ya thamani iliyotajwa hapa ni makumi elfu na abakasi yetu ni kama inavyoonekana. Sasa hii niache kama kazi yako wanafunzi. Utaangalia, utakokotoa, alafu tena kwenye comment section utaandika jibu lako. Nami nitajibu kama kuna ushauri nitakupa. Niendelee kuwasihi wazazi kuendelea kufuatilia katika channel yetu hii ya Darasa Huru la Hisabati. Hii inakuja kama mkombozi wa tuition kwa watoto. Mtu anatoka shule kuanza kurudi na tuition, si kwenda wapi, hata kama barazani tuition hisabati itamfuata sebuleni kwako. Kwa wale ambao wanataka watoto kufanya masahisho, wanataka maswali ya ziada, unaweza kusema comment section hapo kaandika, nitakutawasiliana namna nzuri ya kuendelea kumpa msaada kijana wako. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe ili channel hii ya Darasa Huru la Hisabati iwafikie wengi na iwe mkombozi kwa wengi.